Wakazi wa Kilifi County, waheshimiwa wa bunge hili, nachukua fursa hii kuwakaribisha tena kwa bunge lenu, mabosi wa Kilifi County, mabosi wa Kenya, maana sisi ndo mabosi. Narejelea tena, wale viongozi ndio wafanyikazi. Viongozi mnaotutazama kupitia kwa mtandao, tunawasalimu. Mabosi, wananchi ambao mnatutazama kwa mitandao, waheshimiwa, ninawasalimu. Kwa majina naitwa Lin Fondo, na mimi kwa neema za Mwenyezi Mungu ndio nitakuwa naongoza baraza hili kama speaker. Kwa hivyo, kama vile ni desturi yetu, kila wakati tunakuwa na bunge hili, tunapenda kupeleka bunge hili kila wakati mbeleni Mwenyezi Mungu, maana uhai ni kutoka kwake. Sauti utakayotumia hapa mheshimiwa, waheshimiwa, ni kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo yeye ndo atatuwezesha, yeye ndo atahakikisha kwamba amebariki bunge hili na mwananchi wa Kilifi, mwananchi wa Kenya aweze kusaidika. Kwa hivyo kabla tujaanza, ningependa kumuinua mheshimiwa mmoja ambaye si mwingine ni Abdalla Baya, aweze kufungua bunge hili kwa maombi, kuleta mbeleni kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo karibu sana Bwana Abdalla Baya, uweze kutuweka mbeleni mwa Mwenyezi Mungu. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana Bwana Speaker kwa kunipa nafasi hii. Sisi maombi yetu si lazima tusimame wala tufunge macho. Yetu huwa ni ya kupokea tu amin. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema na mwenye kurehemu, mwenye kunemesha neema kubwa kubwa na mwenye kunemesha neema ndogo ndogo, tuongoze katika njia iliyonyoka, ya wale unaofurahikia na sio ya wale unaowakasirikia. Amin, amin, amin. Asante sana mheshimiwa Abdalla Baya, a very consistent member wa bunge la wananchi. Pia wananchi, ground ni Bofa Youth, kiwandani kuanzia saa 11. Wananchi karibu, platform ni yako, si mwingine, ni yako wewe. Sauti yako isiweze kusikika, iweze kuleta mabadiliko katika kaunti ya Kilifi, kuhakikisha kwamba tunafuatilia viongozi hawa wawe na good governance, kuhakikisha kwamba tunahamasishiana kama jamii kuambatana na haki zetu za kikatiba na nyinginezo ambazo sisi kwa jumla tunakuja kwa sauti moja, kwa nguvu moja, kuleta mabadiliko katika Kilifi County yetu hii. Na pia sasa ningependa kuweka mswada wazi, na ningetaka kumkaribisha mheshimiwa Chief Whip, Mheshimiwa Justin Katana, ambao aliweza kunifuata na mada zake aziweze kuzileta mbele ya floor. Karibu sana Mheshimiwa Chief Whip, Mheshimiwa Justin Katana. Asante sana Bwana Speaker. Mimi niko na motion Bwana Speaker ambazo nimezifuatilia kwa kina, na leo tunaenda kuzichambua moja kwa moja. Bunge power. Bunge power. Kwanza nataka nichukue pongezi zangu za dhati kwa mstahiki gavana mwanzo kwa kutuletea CT scan pale hospitali. Hilo ni jambo zuri kabisa, na sisi wananchi wa hapa Kilifi County tumelipokea kwa uzuri, kwa furaha, kwa neema. Lakini niko na maswali ama niko na dukuduku kidogo ambao Bwana Stake Gavana, naomba hili dukuduku langu likikufikia basi uliweke wazi. Umeleta kifaa kizuri cha CT scan. Maswali ni je, hichi kifaa kinafanya kazi? Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili, je, hichi kifaa ambacho umekileta kuna wale ambao watakuwa wanakiendesha wamequalify vizuri? Je, kifaa hichi ambacho umekileta kisaidie wananchi wa Kilifi County ni cha bure ama ni tulipe? Kwa sababu unaweza kama umeleta hichi kifaa, lakini hichi kifaa hichi kikawa kitasaidia wale mabwenyenye peke yao, wale walalahoi kama sisi, tukawa bado tunahangaika.
Kwa hivyo bwana gavana, kama umeleta hichi kifaa cha CT scan, hichi kifaa naomba kiwe kitasaidia wakaji wote wa Kilifi County, iwe tajiri, iwe maskini, watu wote wawe watapata huduma ambazo zitakuwa thabiti. Kwa hiyo bwana gavana, mimi nakupa kongole yangu kubwa sana kwa hii CT scan, na hatutaki kusikia malalamiko ya kwamba hii mashine haifanyi kazi. Mimi mwenyewe binafsi nitafanya utembezi nikiangalie na hata niweze pia kupimwa ili nijue je, kinafanya kazi ama ni porojo. Kwa sababu wakati mwingine pia kama vile watu wanaongea kwamba kuna bidhaa zingine zinakuwa gushi. Sasa tunataka tuhakikishe kwamba hichi kifaa kipo na kinafanya kazi. Na kama kitakuwa kinafanya kazi kusaidia wananchi, bwana gavana, hapo tunakupa asilimia nzuri sana. Uendelee na moyo huo ili haya malalamishi ya kutoka pale hospitali yawe yatapungua. Hoja nyingine, nimeona kiongozi akilalamika, kiongozi fulani, Hontaura Mweni, MCA wa Sokoke Ward, nimemuona akilalamika kwenye mitandao ya kijamii. Anasema kwamba gavana anapendekeza sana hawa ma MCAs ambao wako ufuo wa bahari, na anapushi sana wodi zao katika maendeleo, na akawa amewataja Mheshimiwa Tomchengo, Mheshimiwa Kanyageso, Mheshimiwa yule wa Ganda Ward. Lakini hao wengine wanalalamika, gavana, bwana gavana, unawafinyilia, unakunja mkono, unawakunjia sana ili wapate shida. Sasa gavana, wewe ndo baba wa taifa ya Kilifi County. Hawa MCAs ni watu wako. Unajua hawa MCAs ndo wanaweza kukutoa katika uongozi. Hawa MCAs wanaweza kukutetea wewe. Hivyo basi, kama unagawanya fedha kwa hawa MCAs wote, bwana gavana, naomba uwatiti sawa. Kwa sababu hata huyu wetu wa Sokoni Ward pia nimesikia akilalamika, anasema kwamba gavana unamkanyagia. Kukija pesa gavana unamkanyagia ili aonekane hatendi kazi. Inasemekana bwana gavana, wale MCAs ambao unafanya nao kazi ni 5 peke yake katika Kilifi County, lakini wale wengine umewapiga kibuti. Bwana gavana, tunataka tutoe hii tashishi, ufanye kazi na viongozi wako wote, maana hao walichaguliwa na wananchi, na lazima katika hizo wadi zao waonyeshe kazi kwamba wanafanya. Na kazi kuifanya ni wewe ndo baba yao. Wewe ndo ambao unawapatia mgao ukiingia. Kwa hivyo tunaomba bwana gavana, hawa ma MCAs wasiwe wanakunungunikia, wasiwe wanalalamika, wasije wakatoka kwenye uongozi 2027 wakasema singetoka ni bwana gavana. Tunaomba bwana gavana, na mimi nakuomba hawa ma MCAs wa treat equal, kwa sababu malalamishi ni mengi. Wengine wanasema paka gari zao zinakosa mafuta ya kwenda bungeni, wanapanda daladala, na yote haya wanalia na wewe. Bwana gavana, wewe ni baba wa taifa, kuwa mwenye kupenda watu wako. Penda MCAs wako, penda mawaziri wako, penda chief officers wako, alafu sasa uchanganye tupende sisi wananchi. Hiyo itakuwa jambo la hekima na busara. Kumgonga bwana Taura kidogo, nataka bwana Taura naye ni mchallenge. Bwana Taura ni kiongozi mzuri sana, kwa sababu amerudi awamu ya pili ya uongozi. Na ukiona mtu amerudi katika awamu ya pili, inamaanisha kwamba kazi yake anaifanya vema. Lakini sahi bwana Taura Mweni analalamika, na kuna wakati alikuwa amenyamaza. Na bwana Taura, nataka nikwambie MCA wa Sokoke, leo wacha kwambie ile waziwazi, wewe ni mmoja
wa viongozi ambao ulikuwa na mpushi bwana gavana afanye maendeleo. Na ulikuja na motisha nzuri ulivyoingia kwa kiti kwa raundi ya pili. Na ukawa na msukuma sana. Lakini hata ujue sisi pia tuna mbinu mbadala ambazo huwa tunakuwa huko. Utuoni lakini tuna mbinu mbadala. Baada ya kwamba unapushi sana, ukaitwa na bwana gavana, ukapewa mlungula wa milioni 1, ukanyamaza. Sasa hii umekabiwa unaanza kupiga kelele. Kama umeamua kufanya kazi kwa wananchi wa Sokoke, simama kidete, simama imara. Usione sasa unafinyiliwa na gavana ndio unaanza kupiga kelele ili upate sympathy votes. Ulivyokuwa unachukua milioni 1, ulidhani kwamba sisi hatutajua na ukanyamaza. Sasa hii unabaniwa, unaanza kupiga kelele. Upande mwingine gavana, mtu kama huyo akichukua mlungula mbanie ile kwamba ile 2027 na sisi tumtoe. Kwa sababu kiongozi thabiti ni yule ambaye anasimama na watu wake wakati wa shida, wakati wa raha. Usiwe kiongozi wa kupeleka tumbo lako mbele. Tunataka viongozi ambao wamesimama thabiti. Tunataka viongozi kama mfano kina Babu Owino. Tunataka viongozi kama bwana Natembea. Kwa hivyo wewe dalili zako zimeonyesha kabisa sasa hivi vile unabaniwa ndio umeanza kupiga kelele. Sasa bwana gavana, finyilia hivyo asikie uchungu. Kwa sababu wakati anachukua milioni 1 alisikia utamu. Siri tunazijua na tunajua mpaka pale ambapo ulichukulia hiyo pesa. Sasa unaanza kulia. Usiwe hivyo, badilika kiongozi, uwe kiongozi bora. Uwe kiongozi mzuri. Uwe kiongozi ambao utaleta manufaa. Wewe umerudi kwa awamu ya pili, alafu unataka uongozwe na tumbo. Hiyo haifai. Na watu wa Sokoke tunasema huyu dawa yake pia tuko nayo. Ukiendelea na hizo tabia, tutahakikisha wananchi wanajua siri zako za kwamba wewe uendi kwa maslahi ya wananchi, unaenda kwa maslahi ya tumbo lako. Kwa hivyo tumekutetea kidogo, lakini lazima msumari pia tugonge mahali kwake ili na wewe pia usikizie. Lengine la kuongezea, nimeona bwana Spika kuna ndoa mpya ambayo imetukia katika taifa letu la Kenya. Ndoa ya ODM na UDA. Ndoa hiyo ilikuwa juzi. Kwa sababu kutoka Kenya Kwanza ichukue uongozi waliingia na ndoa moja, lakini bahati mbaya haikufua dafu wakachana. Sasa tumeona ndoa mpya. Na hiyo ndoa mpya tunaangalia kama hii miaka 2 itaweza kusurvive ama wataachana pate ndoa nyingine. Mimi nataka niseme hivi, bwana Raila Odinga, wewe ni mtu ambaye sisi hususan mwanzo wa pwani tumekupenda sana. Na ukiangalia watu wengi sana wamepita na chama yako ya ODM. Hivyo basi ni kwamba hawa watu wanakupenda. Lakini sometimes baba unatukosea sisi wananchi. Na mwisho unatufanya sisi tunateseka. Wewe ulisema Ruto ni mbaya. Huyu Ruto hafai. Sasa tumeona juzi mumeenda mkafanya agreement ya UDA na ODM a coalition. Sasa inamaanisha hii Kenya haina upinzani. Kwa sababu kama umefanya coalition inamaanisha si nyote mko kwenye serikali. Sisi wananchi ndio tuko upinzani. Sasa bwana Raila, usiwe sisi kutuchezea akili ya kwamba unasema wewe uko upinzani. Utakuwa upinzani vipi wakati wewe umeingia kwenye serikali ya William Ruto? Juzi tuliona wa Kisii walijamu na wakakufukuza. Raila, baba, usipelekwe kiholela holela. Wewe ni kiongozi mkuu. Wewe ni mfano ambao ni hai, ni mfano bora. Lakini vile unapelekwa, tunashangaa, yani unapelekwa rais kienyeji. Unaona sasa ground imeanza kukataa. Manake kama Kisii juzi ulifukuzwa, bado sisi wa pwani pia tutakuja tukufukuze.
kwa sababu hauko serious. Leo wewe useme kwamba umesimama opposition, kesho kutwa wewe uko kwenye serikali. Sasa unaanza kutukoroga sisi. Na hata juzi ulivyofanywa interview unaulizwa, unasema hapana, mimi sikumfuata Ruto, Ruto yeye ndo alinifuata. Sasa baba, nikuulize swali, wewe hukumfuata Ruto, yeye ndo alikufuata. Alikufuata na biashara gani? Si ungemwachia serikali yake akaanguka, ili sasa hii 2027 tujue tumepata rahisi kabisa ya kwamba tumpeleke nyumbani. Wewe unamsaidia, alafu kumsaidia kwako umeingiza hata watu wako, kwa sababu pale ukiangalia Joho ni waziri, ukiangalia Badi ni waziri, ukiangalia na wengine ni mawaziri pale kwenye ile serikali, alafu wewe bado unatukatalia, tunasema kwamba hauko kwenye serikali. Baba, unatupeleka sipo ndiko. Wewe ulisema kwamba utatupeleka Kanaan, lakini hiyo si njia ya Kanaan, hii unatupeleka Jehanamu. Kwa hivyo baba Raila, tunaomba uwe na msimamo thabiti. Hii mambo kutubeba kiolela sisi wa pwani tunakataa. Hii mambo ya kubebwa kana kwamba tujielewi, sisi wa pwani tunakataa. Tunataka uwe na msimamo. Ukiwa upinzani baba, tujue uko upinzani. Ukiwa kwenye serikali, basi mimi na bwana Natembea na Babu Owen na Edwin Sifuna utuachiwe tuwe opposition. Kwa sababu mimi huko Kilifi County sasa mimi niko opposition. Mimi siko kwenye serikali. Kwa sababu nchi ambayo haina opposition haiwezi kasonga mbele. So wewe kama uko huko kwa serikali na bwana Ruto, baki na huyo jamaa wako wa chapati. Sisi wacha tu form opposition sasa na watu wengine, ili tuweze kupush hizi agenda za kwamba hii Kenya isonge mbele. Mambo kwamba unasema uko opposition na tunajua uko kwenye serikali. Hiyo baba Raila, umetusaidia mambo mengi. Umetuletea ugatuzi. Sasa hii tunajua haki zetu. Sasa hii hata tunajivunia, tunasimama mbele ya watu na kuongea. Manake ingekuwa regime ya Moi sasa hii, naona ningepatikana kama Rare na wale Subaru Boys. Lakini sasa tunajivunia. Sasa kutengeza legacy baba Raila, ni utulie mahali pamoja. Usiwe fisi baba. Tatizo lako Raila, ukiona hela baba unatangatanga. Tunataka usimame kidete. Mimi niko tayari kama uko opposition, tusukume sote opposition. Lakini sasa mchana uko opposition, usiku uko kwenye serikali. Mzee hapo natukoroga, na hiyo sisi hatutakusupport. Kwa hayo machache mengi bwana Speaker, mimi nasema ni asante. Asante sana Mheshimiwa Chief Whip. Changio zako zimepokelewa kwa shukran. Hapo umeweza kuwachapa kabisa hawa viongozi. Na Raila, huo watermelon uachane nao baba. Umetuchanganya kwa muda mrefu. Kama umesikia wapwani wamechoka. Wakati wa Moi handshake, wakati wa Kibaki handshake, wakati wa Uhuru handshake, wakati wa Ruto handshake. Alafu hii ni sarakasi gani? Kila masaa kotini nimeibiwa. Ikifika mahali paka viongozi Uhuru anakuambia kama wewe unasema kila masaa unaibiwa, si wewe pia uibe. Hii ni drama gani? Ni sarakasi gani viongozi huwa mnafanya behind the scenes? Because by the end of the day, huyu ambaye yuko opposition tunamtegemea kila masaa ni nusu mkate. Is this a script huwa mnaandika ndo by the end of the day mchanganye wananchi mbenefit nyinyi? Sisi si wajinga vile mnavyofikiria. Tumesoma hiki kitabu kwa muda mrefu. Na sikufichi, kizazi kipya kinaunuka na tutawatoa mamlakani. Nyinyi kizazi cha zamani mmekaa muda mrefu, vijana wanakuja. Kwa hivyo wao wanasemaje? Check the pace. Yes. Haya, so nataka kurudi nyumbani Kilifi County. Waheshimiwa, katika bunge hili nataka kuleta mada ambayo iliweza kunifikia, mada ya kusikitisha, na ni kuhusu hapa kwetu Kilifi County Jaribuni ward. Inasikitisha kwamba pale kumekuwa na hizi kampuni za kufanya mining. Mining ni kampuni ambazo huwa zinachimba madini. Inasikitisha waheshimiwa, na ningetaka muingiwe na hasira muinuke, muchangie hii mada. Manake pale
hizi mining company zimeweza kulipua mabaruti na hasara zilizoweza kutokea na kama zifuatazo. Mbuzi 400 wameweza kufariki pale. Ng'ombe 100 wananchi mnaotusikia kupitia mitandao waliweza kufariki pale. Na pia imeweza kutokea paka wanawake wanapata miscarriages. Wanapoteza watoto kwa sababu ya zile baruti kupigwa ovyo ovyo. Na takriban miaka kama 7 hivi kuna mtoto aliweza kufika pale hii niliona kabisa kwa news. Aliweza kushika hiyo baruti akiramba na kalipuka. Joo yake upande mmoja ikiweza kung'oka. Huu ni wakati ambako sasa seneta ambao anakaa pale Speaker Kingi alikuwa yuko kama governor. Ulitufail hapo. Kingi ulitufail. Utufanyia mambo mengine mazuri lakini hapo ulitufail. Kuna kijana sahi pale maishani mwako mote ataishi na joo yake ambayo imeharibika while we were the governor. Na National Environmental Management Authority mnafanya kazi gani? Kama mabaruti anapiga hapa na mko hapo ofisi zenu uko pale, wananchi wanaweza kuumia namna ile. What are you doing in those offices? NEMA mnashika watu na makaa pale kukata miti, tuna appreciate. Lakini nyinyi mabosi wa environment, what are you doing in those offices? Bwana Mungaro tunakushukuru uliweza na mheshimiwa Mbeu tunakushukuru sana na Mungaro, tuliweza kuona pale mkiweza kuongea, mkaweza kumleta mheshimiwa Waziri Joho, waziri wa mining, na mheshimiwa Joho aliweza kusitisha hizi operations na zile mining companies zikaweza kuzuiwa. Kampuni zenyewe zilikuwa ni kama 20 na mheshimiwa Joho alisema hakuna kitu kitaendelea mpaka waweze kuongea. Lakini mheshimiwa Joho, kuna kuongelea gani wakati watu wameumia namna hii? Hasara imetokea namna hii. What is there to talk about? Unasema utaongea nao, mkae nao pale, alafu mtaweza kurudisha hizo company. Mheshimiwa, hii sioni kama mheshimiwa Joho, hii ni jambo la busara ambalo liweza kuweka kwa umma. Hizi kampuni kama ni kufungwa niziweze kufungwa, kuwe na security measures. Kama hizo mining zinaendelea basi kuwekwe hata kama ziwe mbali na ziweze kuidhiniwa kwamba ziko distance ambao na society haitakuwa affected. Maana kama baruti inaweza kupigwa pale, mama ambaye ana mimba mtoto anatoka, what is that? Kwa hivyo tafadhalini viongozi mtujali, msipofanya kazi tutawang'oa. Mungaro, mheshimiwa nakushukuru, mheshimiwa Mbeu nakushukuru kwa juhudi mliweza kufanya. Na tena inasikitisha hoja hii iliweza kuletwa hata na wazee wa kaya pale. Wakaongea na mheshimiwa Kingi aliyekuwa gavana wakati huo, na hata waliweza kuingia kwa media pale, niliweza kuona, lakini hakuna chochote kilichofanywa. Kwa hivyo mheshimiwa Speaker ukiwa kule, fanya kazi. Hapa ulitufail kiasi, huko fanya kazi. Tunakuangalia bado, na ukikosa kufanya kazi mheshimiwa Kingi tutakuchapa tu hapa. So pia kuna mada ambayo ningetaka tena kuileta kwa waheshimiwa katika bunge hili. Madawa katika Kilifi County Hospital. Kuna incident iliweza kutokea, madawa kuibiwa. Na iliweza kuonekana kwa media kwamba ile kitu iliweza kufanyika ni kwamba yule driver ambaye alikuwa akisupply madawa kutoka Kilifi County Referral Hospital aliweza kushikwa na polisi hapa, na story nadhani iliishia hapo. Akasema kuna uchunguzi zaidi unaendelea. Yaani yule driver, mtu na akili zake timamu, atakuwa tu anaamua kuchukua madawa na kuuza. Huyo chief officer ambaye yuko pale, was he held responsible? Aliweza kukalishwa na kufanywa interrogation inavyofaa, ama story iliishia hapo? Bwana Mungaro, hatujaridhika kama wananchi wa Kilifi County. Madawa hapa tumekuja tukiongea kwamba hakuna madawa kutosha, kumbe kuna watu katika serikali yako wanachukua madawa na kuzipeleka katika hizi chemists. We are not satisfied. We want thorough investigation and we want a full report pertaining that incident. Kwa sababu hizi ni rasilimali za wananchi wa Kilifi County ambazo zinatumika ovyo ovyo na kupotea, na wananchi wanalalamika kwamba huduma ambazo wanafaa wapate, wanastahili kupata, hawazipati. Kwa hivyo mheshimiwa governor, tumekupiga tochi kuambatana na hilo swala. Mheshimiwa Chief Whip hapa aliweza kuongea kuhusu CT scan. Tuliweza kukuona pale ukiongea kwamba kuna watu katika mitandao wanaongea hawajui wanasema nini, kwamba ile CT scan pengine uliweza kuimport na bei ambayo sio. Na uliweza kuongea pale wanaongea, sisi wananchi tunaongea hatujui tunaongelea nini, manake ile CT scan si kwamba inanunuliwa, inajengwa. Ukasema ina 64 slides na si kwamba ati ni kama hizi CT scan za hospitali zingine. We appreciate that. Sasa ukiona kama mheshimiwa governor anasema sisi tunamsumbua mitandao, ni kwamba anafanya vile ama afanyi vile, ni kuaminisha kwamba kimefika. Na tena Mungaro, mheshimiwa Mungaro, ningependa kukushukuru sana. Niliweza kuona mitandaoni ukisema kwamba kiongozi bora ni yule ambaye anakosolewa ili afanye kazi vizuri.
huyu basi ni kiongozi ambao tunaona kweli anataka kusikia sauti ya wananchi. Kwa hivyo tunashukuru kwa kukubali tukutandike viboko pale inastahili, na pale pia ninafaa tukupatie kongole, tutakupatia kongole. Na pia ningetaka kumwelimisha zaidi Mheshimiwa Chief Whip. Aliweza kusema kwamba CT scan imefika na haoni kama yule mwananchi wa kawaida atasaidika. Niliweza kuona kwamba ningetaka kumpatia Mheshimiwa Chief Whip taarifa ifuatayo kwamba bei imesukishwa katika hospitali za kibinafsi. CT scan ni 11,000, lakini hapa katika Kilifi County Referral ni 5,000 pekee. Kwa hivyo Mheshimiwa Governor Mung'aro, tunapenda kukushukuru kwa hayo. Na pia CT scan hii number of patients kidogo inaweza kuona kwa siku iko chini, maana ni only 30 patients peke yake inaweza kuona. Sasa hao 30 na Kilifi County, hata si Kilifi County, hapa Sokoni ward 30 patients in a day nafikiri iko chini sana hiyo. Kwa hivyo napenda ziongezwe. Mheshimiwa Mung'aro, fanya bidii. Tunashukuru kwa hayo na asante sana. So the floor is now open. Ningetaka kumkaribisha Mheshimiwa Ali Baya aweze kuleta changio zake kwa bunge hili. Karibu sana Mheshimiwa Ali Baya. Bunge power. Bunge power. Naona hauchi mwisho hucha. Kwanza ningependa kuongelea kwa majina yangu. Kwanza naitwa Abdalla Baya, nimesikia wana kiniita Ali, naitwa Abdalla Baya, mkaji wa Kiwandani. Kwanza mimi ningependa kuongelea history ya mining. Tukiangalia katika kaunti yetu ya Kilifi iko na utajiri mwingi sana, lakini hiyo ndio inaongoza kwa maskini. Hii ni kitu yenye huwa inanihuzunisha sana, kwa sababu tukiangalia Kilifi County sisi ndo tunachimba mawe pale timboni. Hizi timbo zote ziko Kilifi County. Tukiangalia sisi ndo tuna produce kokoto, kokoto tunapata hapa kwetu. Lakini sasa barabara yenyewe ya kutoka mahali kwenye kokoto zinatoka mpaka zimfikie yule mwenye kuzihitaji, barabara inakuwa mbaya. Wale wenye kufanya hiyo mining, kwa nini hamwezi kujukumika wakati kitu inakusaidia? Unatengeneza pesa kwa ile mtambo, lakini sasa ile njia yenye watu wanapitia hawezi kuitengeneza. Unapasua baruti zenye zinaharibu mpaka mifugo ya wananchi. Wakati inafaa huo unatoa ile taratibu ya kuonyesha iwe haizi kuaffect mtu yeyote. Na pia changamoto ni kwa serikali yetu ya county. Shida moja yenye nimeona kwa hii serikali yetu, wakati kitu kimetokea utapata viongozi wako mbio, kila mmoja yuko mbio pale. Lakini wakati wameenda kukaa, wamepewa kitu kidogo, kila mmoja ananyamaza. Hata hii historia ya kokoto utaiona baada ya muda itanyamaza na ile kazi itaendelea kufanyika. So bwana gavana, jaribu kutengeneza nyumba yako ikuwe sawa, kwa sababu shida yote inatokea pale kwa ofisi zako za county. Wale watu wenye umewaajiri ndo wanakula pesa, na huenda ikawa unajua ama we hujui, lakini jaribu kutengeneza hiyo nyumba iwe barabara, kwa sababu hawezi piga mbwa wakati hiyo nyumba iko na harufu ya nyama. Hiyo mbwa utampiga, lakini baada ya muda atarudi tena pale pale, kwa sababu ameona pale kuna kitu anahitaji. Kwa hivyo bwana gavana, jaribu kurekebisha nyumba yako. Nimesikia umeleta CT scan, nimeona kweli kwa mtandao CT scan iko, lakini sasa shida ni hospitali ya Kilifi Referral haina madawa. Unaenda unatibiwa, ukimaliza unaambiwa nenda utafute dawa kwingine. Ukifika zile dawa ziko ghali. Wakati zingekuwa ziko pale hospitali ingekuwa kwa bei rahisi. Bwana gavana, tunakuenzi, tunakuheshimu, tunakupenda, lakini jaribu kufanya kazi kulingana na vile wananchi tunataka. Asanteni kwa hiyo. Asante sana bwana Speaker. Bunge power. Bunge power. Okay, bwana Speaker amedondosha mada tofauti tofauti, lakini naanza mada moja baada moja. Nimeona Mnarani ward watu wakilalamika kwa sababu ya hizo baruti. Mimi nataka tu niseme hivi, hawa viongozi wetu huwa wanatubeba sana, na kama uamini, jaribu kufanya research, utaona kitu ambayo inaendelea. Mfano, huyu Gertrude Mbeyu amekuwa MCA 5 good years.
wakati wa rejimu ya Kingi. Nataka nikuregeshe nyuma ndo uelewe sasa vile ambavyo hawa viongozi wetu wanatuchezea. Mheshimiwa Mbeyu amekuwa MCA Kibarani Ward for 5 years. Amekuja akawa women rep for 5 years. Hiyo yote amekuwa ndani ya regime ya Kingi. Na yeye ni mmoja ya wale wa Kauma. Ukiangalia mheshimiwa yule MCA wa Jaribuni Peter Shea amekuwa mbunge for 5 years. Ndo akapumzika akaregeshwa kama kuwa MCA. Hizi stories za kule kwao eneo lao hawajui kwamba kulikuwa kuna hawa wachimba migodi ambao walikuwa wanatatiza maisha binadamu, ambao walikuwa wanatatiza maisha ya wanyama, maisha kila mmoja. Walikuwa wanajua. Kwa nini leo hii ndo amekuja women rep anapiga kifua anapiga kelele? Ni kwa sababu ameona kabisa kwamba kuna mahali kuna vuja. Na hivi viongozi wetu ndo wanatupeleka. Sasa women rep, nataka kuambia wewe tayari you are failure madam. Kwa sababu umekuwa kwenye serikali kutoka kitambo. Leo hii umesikia mbuzi zimefariki, umesikia wamama ujauzito zinatoka, ndio unakuja unapiga kelele. Wakati huo wa nyuma wote unataka utuambie ulikuwa hujui na ulikuwa kwenye serikali. Hapo women rep tunajaribu kukataa. Na hii reaction imekuja kwa sababu ya vijana wa Jaribuni. Ni kwa sababu ya vijana ambao wanatoka huko Kauma. Vijana hawa walifunga barabara kwanza, jambo la kwanza. Wakasema kama madini yanachimbwa hapa kwetu, kwa nini hizi barabara zetu ziwe mbovu? Kwa sababu Jaribuni na madini mengi sana, kokoto zinatoka pale. Lakini ukiangalia hiyo barabara yao, nadhani katika Kilifi County hiyo ndio barabara ambayo iko very poor, ambao tayari hiyo ni ishara mbaya. Na huko kuna MCA wa huko unafanya kazi gani? Kwa sababu vitu kama hivi ndio unavileta kwa wananchi, vitu kama hivi unavileta bunge, unaongea. Lakini hawa wachimba migodi ama wachimba madini, hawa viongozi huwa wanachukua mlungula. Wakichukua mlungula wananyamaza. Lakini kukilipuka kama hivi ndio unaona kiongozi anasimama, anaongea kwa ujasiri kana kwamba hii issue inaanza leo. Hii issue ya Jaribuni imeanza kitambo. Kutoka regime ya Kingi awe governor, kutoka devolution ianze, kwa sababu kokoto zimechimbwa kitambo sana. Sasa wamama wengi wameavya kwa sababu ya zile baruti. Mbuzi nyingi zimefariki. Watoto pia wengine wamelamaa kwa sababu ya hizo baruti. Leo hii ndio nakuja unapiga kifua kwa sababu vijana wamefunga barabara. Mimi nataka useme hivi. Hiyo demonstration ambayo vijana mlifanya wa Jaribuni ni demonstration nyingine ambayo nzuri. Mwanzo hawa chimba migodi wasiruhusiwe mpaka hizo barabara zitengenezwe. Kwa sababu huwezi kuchukua minerals ya thamani ya juu alafu unapeleka nje na nyinyi wenyewe mnateseka. Huko mwanzo mnapenda muandamane, mchafue. Kama ni vibarua mwanze kupewa kazi nyinyi. Hakuna kupeleka wa China, wanafanya hao kila kitu, wanachukua madini na mnaacha. Kwa sababu ukiangalia hata status ya maisha yao watu wa Jaribuni ward, yani wana hali ngumu. Na MCA wa kule mimi tafsachi sijui nani, lakini wewe MCA wa huko niangalie kwa uzuri. You must go home because you are joking with the life of Jaribuni people. Peter Shea, you are a strong leader, lakini sasa unazembea kwa kazi. Hauwezi watu wamama wanavya mimba. Watoto wanafariki, watoto wanatoka meno kwa sababu baruti, na wewe hapo umeketia, unakula mshahara wa serikali, unatumia mafuta ya serikali, unakula chakula cha serikali na uleti faida kwa wananchi. Shame on you. Plus you are women rep. Women rep acha kupiga kifua kelele useme kwamba vijana waungane wafunge barabara, sijui afanye hivi na hivi. Unaongea hii juzi na hiyo kitu imefanyika almost 10 years ago. Kwa hivyo women rep usitudanganye, hiyo kitu ya kitambo. Sasa vijana wa huko, nataka niwapatie changamoto kidogo.
ama niwatie motishe mahali. Vile ambavyo mlifunga barabara mkasema mpaka barabara ziingizwe lami, kanyageni hapo hapo. Barabara zenu ziweke lami. Zikiwekwa lami, mkimaliza na hiyo deal, munaingia huko kwa migodi. Kama wanachimba migodi, wahakikishe kwamba kuna vile vibarua vizuri mnapewa nyinyi. Wacheni kufukiwa huko kwenye mashimo. Munabaki kwenye mashimo, watu wanabaki kwenye ofisi. Kulingana na karatasi zako, kama utabaki kwenye kuchimba madini, uchimbe madini. Kama utabaki kwa ofisi, ubaki ofisi. Treatment iwe sawa sawa. Hakuna cha kwamba nyinyi mchukuliwe muweko huko. Na wale ambao waliongoza hilo vuguvugu, wewe kiongozi uchunge, kwa sababu most of the time sisi viongozi ndio wao tunatafutwa, unapewa mlungula na mwisho inapotelea hivyo hivyo. Kwa hiyo watu wajaribuni, simameni kidete. Hizo barabara ziingizwe lami, kama ni hospitali mpate hospitali bora, kama ni kazi mpate kazi bora, kwa sababu madini yanatoka kwenu kwa wingi sana. Hiyo ni wodi ambao sahihi ingekuwa ni wodi ambao inang'ara, lakini sahihi ukiangalia Jaribuni wodi, hata nadhani kwa maendeleo hiyo ndio ya mwisho, iko very poor kabisa. Kwa hivyo kanyageni hapo hapo vijana. So women rep, usiwe jambo limetokea ndio unapiga kifua. Kiongozi thabiti ni yule ambaye analiona jambo kutoka linaanza. Alafu nikifunga kwa waziri. Waziri umepata malalamishi. Nadhani we waziri umkosti. Unajua kabisa thamani ya wakosti. Na unajua madini inatoka hapo nyingi sana. Tunaomba waziri uketi na raisi, uhakikishe kwamba wale wananchi vile vitu wamedemand, hizo implementation zao zifike kule. Wapate barabara bora, wapate dispensary zahanati nzuri, wapate vibarua, uhakikishe kabisa kwamba 70% wanapata hizo kazi, kwa sababu hata sheria yenyewe ya county na national government inasema unaanza na mwenyeji. Kwa hivyo 70% ipate vijana wa huko Jaribuni waweze kunufaika. Sisi tukiona Jaribuni na ng'ara, tutasema ni kweli hapa kunatoka madini, na hii madini baada kutoka inaleta maendeleo katika hiyo ward. Kwa hiyo mimi nawapatia support sana vijana wenzangu, kazeni pale pale, hakuna kuachilia. Na women rep, usiwe mtu wa kupiga kelele baada kitu kimerise up. Kama unataka kuhudumia wananchi wako, hudumia from square one. Na pia kumsupport gavana, kwa sababu gavana ni kipindi chake cha kwanza, siwezi kumlaumu. Ulichukua jukumu zuri kabisa la kuenda kule kuongea na wakazi wa Jaribuni na kuhakikisha kwamba utawalinda vizuri. Hivyo bwana gavana, tunakuomba ule msimamo ambao umechukua uwe hivyo hivyo. Linda hawa watu wako wa Jaribuni, walinde vizuri, ili kwamba ikifika wakati na wewe unatafuta kurudi kwa awamu ya pili, uhakikishe kwamba hautapata shida. Kwa sababu kama watapata barabara nzuri, kama watapata hospitali nzuri, na hakika kabisa bwana gavana watakushika mkono watu wa Jaribuni. Lakini usiwaache waumie mpaka walete fujo ndo wewe kiongozi jitokezee. Kiongozi mwema ni yule anatokea mahali kuna shida, hakuna shida, anauliza na anahakikisha watu wake anatembea nao vizuri. Nikiingia kwa mada nyingine, nasikia bwana spika anaongelea sana kuhusu hawa viongozi wetu. Kuna issue moja ambayo juzi mimi ilikuwa haikunifurahisha, na bwana spika japokuwa iko nje ya mada, lakini naomba leo niongee. Hawa viongozi wetu wa Pwani wana tatizo moja. Wana tatizo moja, na sielewi shida ni ubinafsi ama ni tumbo. Juzi kulikuwa na International Day ya wanawake. Hii ilikuwa inapaswa, kama itakuwa mahali pamoja, watu wote wa Kilifi County washerekee. Lakini cha maajabu ni kwamba hii function zilikuwa karibu 5.
Mama Esha ambaye ni chairperson wa roads, nimemwona alikuwa na function yake Sabaki. Mama Witness ambaye anataka women rep akawa na function yake Chumani. Bwana Gavana naye akawa na function yake. Sasa mimi najiuliza maswali. Hapa sisi wa Pwani ama watu wa Kilifi County huwa tuna umoja kweli? Hafla kama hii huwa inapenda sote tuwe kimoja. Tunatenga siasa zetu, tunatenga utofauti wetu, tunakuwa pamoja. Kwa sababu kuna wakati wa siasa na kuna wakati wa maendeleo. Wakati wa siasa ndo pale kila mmoja atakuwa anapigania kulingana na sera zake, kulingana na vile amefanya ground, watu wenyewe ndo wataamua kumchagua. Lakini saa hii mnaona mnatengana, na hii utengano ndo unafanya mpaka hii Pwani bado iko nyuma. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila mmoja anatembea na mguu ambao ni tofauti na wenzake. Ndio maana kutoka ugatuzi mpaka saa hii bado sisi hatujapata chama cha Kipwani. Hatutembei pamoja, hatui kama wabara. Kwa sababu Wakikuyu unaona wanaweza kawa wanapigana vita, lakini wakati wa siasa utaona Wakikuyu wote wamesimama kidete. Hii mambo ya kutengana, nyinyi viongozi wa Pwani tunataka iachike. Let's sit together. Wakati wa siasa ndo kila mmoja uze sera zake, apige ubabe wake kwa wananchi, ndo tujue ni nani shupavu ambaye anaweza kuingia kwa kiti. Lakini wakati wa maendeleo, kitu kama ile ilikuwa ni viongozi wote. Mimi nilikuwa na expect Mama Esha awe pale kwa sababu ni chairperson wa roads Kenya nzima. Bwana Gavana awe pale. Wale wagombea wengine wadogo wawe pale. Hata sisi pia ambao ni wanaharakati tuwe pale. Lakini sasa sisi mtuliweka kwenye dilema kwa sababu tunaona huyu ameweka function yake, huyu ameweka function yake. Na nikasikia manunguniko ambayo yalikuwa yanapatiwa Bwana Gavana. Gavana, nataka nikwambie hivi. Mimi Gavana nakupenda sana. Lakini uko na shida moja ambayo mimi leo nataka nikwambie waziwazi na uisikie kwa makini. Bwana Gavana, wewe ni baba wa hii Kilifi County. Hivyo basi, kama kutakuwa na function yoyote ndani ya Kilifi County, wewe uko na mawaziri, uko na chief officers. Hawa mawaziri wako na department tofauti. Kwa nini usitenge mgao wa kufanywa shughuli hii ya wanawake duniani ama Kilifi County mpaka umuone Mama Witness Suma ameanza hiyo project ndo unafunguka macho? Kwa sababu hii vitu hii ndo ilileta shida wakati wa chenda. Wakati wa chenda department yako haikuchukua hiyo nafasi ya kutayarisha ile chenda. Mama Esha Jumwa akayatayarisha, akatafuta sponsors, akaweka pale. Ilivyokuwa ile program inaanza kukawa na vita kwa sababu Bwana Gavana wewe uliingia late kusupport ile cultural activity day. So next time you must sit na waziri wako mketi muongee vizuri. Kama kuna any project ambayo inataka kufanyika Kilifi County ya maendeleo ama activity yoyote ya Kilifi County, iwe ya furaha iwe ya nini, keti na bodi yako ya mawaziri, waambie mkweli, lakini siku fulani kuna hii kitu ambayo itafanyika katika kaunti yetu. So wacha tuiplanie, wacha tuweke budget kwa sababu pesa ziko, unapewa mgao wako wa kila mwaka wa kurun kaunti yako. Usingoje paka mtu ambaye si kiongozi anapanga function, alafu hapo gunzi wako ndo anaenda wanaharibu function. Hiyo itakuwa si vema Bwana Gavana. So next time make sure kama kuna event ya kiserikali ya Kilifi County ama dunia nzima lakini inahusiana na Kilifi County, wacha department yako icheze vile ambavyo inastahili. Wacha upange wewe ndio baba utuongoze kwamba kama ni function hii itakuwa mahali fulani, watu wengine wote wawe mahali fulani. Na onyo kwa nyinyi viongozi wengine wa Kilifi County. Gavana wetu hapa Kilifi County ni mmoja peke yake ambaye ni Gideon Mung'aro. Nyinyi wengine kama mnatafuta viti, tafuteni viti na sera zenu tofauti. Wewe huja kuwa gavana unaenda kunatengeza kitu ya county. Nani amekupa authority? Nataka nikwambie boss wangu 003, watu kama hawa chukua weka ndani.
authority inatoka kwa mtu mmoja. Hii Kilifi County haina gavana watatu. Nyinyi nyote tutaweka kwa uzani 2027 ndio tuangalie nani ataongoza. Lakini function yoyote ya Kilifi County inapangwa na governor Mung'aro. Then sisi wengine tunafuatilia. Hakuna cha huyu anapanga function, huyu anapanga function. Hiyo ni kuonyesha kwamba hatuna umoja. Na hata nyinyi wengine ambao mnatafuta viti, mnatafuta kwa hali ya ubinafsi, kwa sababu huo ni binafsi. Kwa sababu saa hii ni wakati wa kushikana na gavana wetu kumsupport. Ndio ile akifeli, wewe huo na hoja kama mkereketa ama mwanaharakati ujoseme bwana gavana ni kweli lakini tulikupa miaka 5 na umefeli. Lakini saa hii kama utakuwa kwa Genext, basi itakuwa hata yule ambaye anatafuta kiti pia cha ugavana ni mtu ambaye ana maslahi yake fiche. Kwa hayo machache bwana Speaker, mimi nasema asante. Kimewaka hapa. Kimewaka. Mheshimiwa Chief Whip was on fire. Nilikuwa namuona lakini behind the scenes nilikuwa naona moto unawaka. Haya, sasa nashukuru sana kwa changia hizo Mheshimiwa Chief Whip. Ningetaka kumkaribisha mheshimiwa mwingine, Mheshimiwa Benson. Karibu sana kwa changio zako. Karibu mheshimiwa. Karibu sana. Asante sana. Kwa majina yangu utaniita Benson. Mimi kidogo bwana Speaker nitakuwa naongelea hoja tofauti kidogo mbali na hii ambayo tumekuwa nayo hapa. Mimi nikiwa hapa mimi ni mkazi, niko Kilifi hapa kikazi, lakini ni mkazi wa maeneo ya Kakoneni Jilore huko. Kilifi County bado. Langu mimi nataka kuongelea kuhusu ukulima kule. Kule tuko karibu na mto Galana. Mto Galana tuko karibu nao. Tunaweza tukautumia kulima, lakini ukulima kule hauendelee. Na hauendelee kwa sababu watu hawana mashini. Watu hawana mashini za kutosha. Watu wako na mashamba na mashamba yamebaki tu wazi hivi. Ambapo sasa tungepata kiongozi ambaye yuko na maono na sisi, kuliko tuje tupewe mahindi ya msolo tupate kilo 2 za mahindi. Mtu ungepatia mashini, kama wamejipanga kwa kundi wapate mashini, wanaweza wakalima karibu kila mmoja eka moja. Eka moja kama analima mahindi ya kuuza, tayari huyo mtu atakuwa amejitegemea, anaweza akasomesha watoto wake, anaweza yeye mwenyewe akajikimu mahitaji yake. Lakini ni jambo la kuhuzunisha na shangaza, mto tuko nao pale, lakini bado maskini tuko nao. Wakulima wanang'ang'ana kulima lakini ni ile local. Mtu anashindwa hata kununua dawa nyunyizie mahindi yake. Na viongozi wapo na pesa za ukulima zipo. Viongozi wengine katika maeneo tofauti wanawasaidia wakulima wao, lakini sisi kule Jilore Ward tumeachwa nyuma kabisa. Lakini ni kwamba tuko na mto pale, lakini mwenye anasaidika ni yule ambaye yuko immediately hapo kwa hiyo river tayari. Lakini mtu mwenye yuko kilometers away from the river, yeye hapati kitu. Na najua kwamba viongozi wetu ambao tumewachagua tuko na uwezo kupata mashine ambazo zina uwezo kusukuma haya maji mpaka kilomita za kuhesabu, ile yule ambaye yuko kule juu naye pia aweze kulima. Hiyo ingesaidia pale Kakoneni ama pale Pishimwenga ama Mkondoni huko, watu wakawa na supply vyakula, tukawa hatutegemee vitu vya bara vikaja huku tusaidia huku. Lakini sisi wenyewe tuna produce tomato, vitu ambavyo vitasaidia watu wamepata ajira. Kwa hiyo mimi hilo naomba mheshimiwa mwenye mheshimiwa ile wa Jilore kule ametulia sana, amenyamaza, ametusaliti, ametulia. Siku hizi mwanzo yeye hata akipita na gari anafunga vioo, hatumii barabara tena, natumia njia za vichochoroni na kimbea wananchi. Na ukijaribu kumwambia hata anasema mimi hata sitapigania tena. Sasa ni viongozi wa namna gani? Tunastahili kupata viongozi ambao wako na maono. Tunataka viongozi ambao wako na maono. Kwa hivyo kama huyu mheshimiwa wetu wa Jilore Ward tayari ameshindwa, anasema anaenda, hiyo ni kumaanisha ile pesa yanapata hiyo yote itakuwa inaliwa kwa sababu anajua hata ingia tena. Lakini mimi naomba mheshimiwa wetu bwana gavana utusaidie, uangalie hii hoja hii ya ukulima kule, wakulima tubustiwe, tuone vijana nao pia wanaweza kufanya ukulima. Kule bara watu wanalima, kule bara watu wamepanda majani. Sisi huku kwetu hatuna mvua nyingi, lakini mto tuko nao. Mara kwa mara mto unaua watu,
Mara kwa mara watu wanakufa kwa sababu maji imekuwa mingi, lakini maji hatusaidii chochote. Kwa hivyo viongozi wetu tumewateua, mnaweza mkatusaidia, mkatushika mkono, mkatununulia mashini ambazo supply maji katika lile eneo, tupande vyakula ambavyo vitatupatia sisi vyakula, tupate pesa za kusomesha ndugu zetu, tupate pesa ambazo tusaidia kujikimu mahitaji yetu. Serikali hii ya Ruto hakuna pesa, pesa zimeisha, lakini pesa zipo pia katika njia hii. Kwa hiyo mimi sina mengi, mimi bwana mheshimiwa, tu kwa hayo mimi nasema thank you. Asante sana Mheshimiwa Benson kwa changio zako za faida sana kwa umma. Kwa hivyo ningetaka pia kumpisha mheshimiwa mwingine ambao si mwingine ila ni Mheshimiwa chipukizi, kijana wetu Mwasambo, aweze kuja na kuleta mada zake mbele ya waheshimiwa wa bunge hili na pia kwa waheshimiwa wanaotazama kupitia mtandao, wananchi wa Kilifi County, wananchi wa Kenya. Karibu sana Mheshimiwa Mwasambo. Asante sana. Asante sana. Ya wanabunge power. Wanabunge power. Hapa ninaona kwamba malalamishi makuu basi ni kupitia gavana wetu, Gavana Mung'aro. Manake kila mmoja akilia analilia Gavana Mung'aro. Bunge power. Bunge power. Gavana Mung'aro tulikuchagua. Na hatujui kama ulipita kwa haki ama ulipita kwa sababu ya machungwa sita, hatuelewi. Lakini kivovote vile wewe ndio tunakuhesabu kama gavana wetu, kama rais wetu wa hili jimbo la Kilifi. Na ukiwa rais pale, sisi tuko na matumaini makubwa ya kwamba kitu ya kwanza, elimu bora katika kaunti yetu ya Kilifi. Ningependa kukupongeza na hiyo kitu moja, uliingilia kati kidogo, ukahakikisha kwamba watoto ambao wote walipata alama za kuwapeleka shule za kitaifa, basi asilimia kama 80 uliwachukua na ukawasponsor kwa mfuko wa Kilifi County Scholarship ambao uko chini yako. Hilo nataka nikupongeze. Pili, kuna huu uwanja wa water ambao huu uwanja uliuanzisha, ukazungushwa ukuta, alafu umebaki vile vile ukuta. Pale ndani umebaki sasa ni lile vumbi ambapo vijana wetu hawezi wakacheza mpira, wakicheza ni kama wanajikungwaa kwa sababu ya ule mchanga ni mwingi sana. Sijui kama lengo kuu ilikuwa ni kuzungusha ukuta ili watu wenye wako nje wasione chenye kinaendelea ndani, ama sijui kama lengo lako ilikuwa ni lipi, achievement yako hatuelewi. Lakini ukumbuke kwamba ile pesa ambayo ulitumia kuzungusha ukuta, ile pesa si yako. Ile pesa ni ya mwananchi wa Kilifi County. Ule ni ushuru wetu. Lakini tunaona kwamba ile pesa imepotea, Gavana Mung'aro. Na sisi tuko na hasira sana na wewe. Acha nikwambie tu kweli. Tumevumilia sana miaka mitatu na miwili ambayo imebaki. Sisi hatutakaa hivi tukitoa machozi tukikuangalia. Hatujapenda ile kitu ambayo unafanya Gavana Mung'aro. Acha nikwambie tu ule kweli. Na sisi wananchi saizi tuko na hasira sana. Nataka nikwambie hivi, karibuni tutakufuata kwa ofisi yako. Tutakufuata kwa ofisi yako na sisi tuko na haki kama wananchi. Ile ofisi si yako, ile ofisi ni ya wananchi. Wewe tumekuweka pale ili uweze kuturepresent sisi. Na karibuni tutakufuata Gavana Mung'aro. Utuelezee, hatuji kwa vita, tunakuja utuelezee. Tukusalimie. Tukusalimie. Ni sawa sawa. Tatu, Gavana Mung'aro, wewe ni rais wa hili jimbo. Na ukiwa rais wa hili jimbo la Kilifi, uko na bunge la Kilifi County ambalo liko Malindi. Lile bunge liko na wabunge ambao ni hao MCAs. Na sisi tuliwachagua MCAs wetu 35, tukakuchagua wewe gavana, tukawa na imani kwamba utashirikiana na hao MCAs. MCAs kazi zao ni kukuchungulia wewe zile kazi ambazo unazifanya. Je, unazifanya kwa njia sahihi ama unazifanya kwa njia mbaya? Yani hao kazi yao kubwa oversight role. Pili, wale ni watunzi wa sheria kule bunge. Sheria ambazo zitahakikisha kwamba sisi wananchi tutakuwa tunapata afueni vitu ambazo zinatuumiza. Sheria kuhusu mambo na elimu, sheria kuhusu mambo na miundo msingi, sheria kuhusu
agriculture ambao tuko na bahari, hiyo pia ni agriculture. Sheria ya agriculture ya upanzi, agriculture, poultry, livestock keeping. Lakini upande wa agriculture hatuoni kitu yoyote, hatujaona kitu yoyote ambayo inafanyika hapa Kilifi. Ni wewe kuchukua ushuru, kupiga mapande, kufanyia mambo yako. Hawa MCAs ambao tumewachagua, tumeona kwamba wanashirikiana tu na MCAs 6 peke yake. Wale ambao umeweka karibu kama MCA wa Tezo Ward, naona kwamba umemweka karibu sana. MCA wa Junju Kanyangweso umemweka karibu. Ibrahim Matumbo wa Watamu umemweka karibu. Huyu Waganda ni kwa sababu unamuogopa. Ana pesa, anafanya maendeleo na pesa ya mfuko wake, ndio sasa umeanza kumuogopa, unajaribu kumshika. Alafu MCAs wengine wote umeweka pending. Lakini kati ya MCAs wengine ambao umeweka pending, kuna wawili ambao wamejitokeza wakipinga kile ambacho najaribu kufanya. Kukiwa kuna MCA wa Sokoke Taura Mweni na MCA wa hapa Kauma Peter Shehe, wameanza kuongea. Na Taura Mweni alipojitokeza kuongea ya kwamba unamfinyilia wodi yake, huipeleki maendeleo ili aonekane kwamba hafanyi kazi. Wewe haumpanishi Taura Mweni, unapanish wale wakaazi wa Sokoke ward. Haumpanishi Peter Shehe, unapanish wakaazi wa Jaribuni ward, ambao hiyo ni makosa. Na nataka nikwambie hivi, kuna ushuru wa Jaribuni, wana haki ya kutengenezewa maendeleo. Kuna ushuru wa Sokoke, wako na haki ya kutengenezewa maendeleo. Na kila wodi ina haki ya kutengenezewa maendeleo. Ukitengeneza maendeleo kwa wodi, si eti kwamba unafanyia maendeleo ile MCA, ni haki wafanyiwe maendeleo. Na nataka nikwambie hivi bwana gavana, mimi ningependa nikushauri na pia kukuoni kabisa, hatukuogopi. Hiyo ni kitu mimi nataka nikuhakikishie. Hatukuogopi gavana, sisi tunakuambia peupe ya kwamba hata tunaambiwa tusipige siasa, lakini hii si siasa tunapiga. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba hii 27 Mungu wako ndo atakusaidia. Lakini sisi kusema ukweli kwamba kama hautatoka hivi karibuni ukaacha ofisi wazi, basi 27 pia utaenda kivovote vile. Hiyo ni kitu lazima nikwambie bwana gavana. Hawa MCAs wengine ambao wanakuchekelea hawa, wanajifanya kwamba kidogo wanakusupport, hawakupendi. Ukiona mtu mfupi anachekelea nywele zako, usione ni nywele za kichwani, jua kwamba uko uchi na ufunge zipu. Hiyo ni kitu nataka nikuelezee. Sasa hawa wanakuchekelea, wanaona kwamba unafanya kazi. Acha nikwambie, hawakupendi. Hakuna kitu ambayo gavana Mung'aro unafanya. Hiyo ndio kitu nataka nikuambie. Hakuna kitu yoyote ambayo unafanya. Maanake hakuna mradi wowote ambao saizi unaweza kuonyesha na tukauona kwamba kuna kitu umefanya kikubwa. Na huo ndio ukweli. Juzi pale Jaribuni, wakazi wa Jaribuni wametoka kwa barabara, wakafungele barabara kwa sababu wanakula vumbi. Magari makubwa yanachukua madini kule Jaribuni. Alafu barabara ni mbovu, yani barabara ambayo inatoa mabilioni ya pesa. Alafu wakazi wa kule wanakufa kwa sababu ya barabara mbovu tu ambayo haigarimu kutengenezwa, na pesa iko yetu sisi. Kwa hivyo nataka nikwambie gavana Mung'aro ya kwamba sisi wananchi hatujaridhika na utendaji kazi wako. Tumeona kwamba kuna ninio mashini juzi pale unailaunch City Scan. Hiyo nayo lazima uende ukailaunch hiyo nayo. Utumie pesa ya mkazi wa Kilifi uiharibu, ambayo hiyo pesa yazaleta madawa. Hiyo nayo mpaka ukalaunch nayo pia. Tuone, kwani sisi wenyewe tukiwa ni wagonjwa, tukienda pale tukiona kwamba iko, si tutajua kwamba iko, ilikuwa hakuna, saizi iko. Miradi ukiitengeneza tutaiona, si lazima utuonyeshe. Maana tunasema kwamba kizuri chajiuza na kibaya chajitembeza. Ukitengeneza kitu, sisi lazima tutakiona. Ni sawa sawa. Kuna shida nyingine ambayo ilitokea juzi kule
kule Vipingo.